الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم حق قدر العظيم. واغفر لنا فيما مضى واحفظنا فيما بقي يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Faidhi ni ya Sheikh hapa nasema mshani wote kuwa kupata musba wa habibi Sheikh Mustafa bin Sheikh Muhammad bin Nasr Abdallah Al-Qadi radhiallahu anhu. Kwa hiyo Sheikh akasema tutaendelea na darsa, lakini tutaangalia wakati kufanya dua hapa baada ya magharib, tuangalie tutafanya kwa ajili ya Sheikh Mustafa au kama muda umetubana, basi tuangalia baada ya salati al-isha pale, tuangalie kitu gani cha kufanya kwa ajili ya Sheikh Mustafa. Hiyo ndio fikra zote Sheikh, na sifa zetu ni samu mtu ana mawazo mengine atuambie, na kuna mtu ana mawazo mengine baada hivi atuambie tumsikie. Kama kuna mtu ana mawazo mengine ambayo anaweza kufaa kwa sasa hivi, basi atupe mawazo hayo ili Sheikh aangalie kwa afanye kazi au tutafanya kazi ya kusudia. Kwa nafikia kuna mawazo tofauti na sasa. Fatiha. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الله 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 صلواتي على النبي وسلامي. صلوات على النبي وسلم. يا مريدي لك الهنا بدوام عز ورفعة واحترام. الله 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 صلواتي على النبي وسلامي ومريدي إذا دعاني بشرق أو بغرب أو نادي بحر طمي. الله 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 صلواتي على النبي وسلامي فوته أو كان فوق هواي. أنا سيف القضاء بكل خصام. الله 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 صلواتي على النبي وسلامي. أنا في الحشر شافع لمريد عند ربي فلا يراد كلامي. الله 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 صلواتي على النبي وسلامي. أنا شيخ وصالح وولي. أنا قطب وقوة لأنامي. الله 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 صلواتي على النبي وسلامي. فعليه صلاة في كل وقت وعلى آله بطول دوامي. الله 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 الله
صلواتي على النبي وسلامي. فاتحة. آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Jana alhamdulillah Mwenyezi Mungu ametubarikia tukazungumza kidogo, lakini yale tuliyozungumza jana, kama mnakumbuka, ilikuwa kila mara tukishazungumza kiasi uangalie mmefahamu, umeelewa vile nimesema, na wewe unasema ndio tumefahamu. Ukumbuka? Lakini mimi kila nikifikiria kiasi nilichozungumza, masala alikuwa nikingojea mnipe mimi ama kunipa. Mnipa masala ya kwamba mimi kama pesa bishwa ya mtu amekufa au mtu fulani amenipa amana, sasa si nitampa nani? Sasa yale ikawa ni mambo ya maudhui nyingine nje ya mada. Lakini ilikuwa kwa mimi naangojea mtu anijibu, aniulize swali moja. Swala lenyewe ni lipi? Mimi nimesema hapa kwamba maulama wetu wa tasawuf wamesema anna likulli abdin mukallafin, mja yoyote ambaye ni mukallaf, yani ni mtu ambaye anawajibika, anaarifa sifatu dhatia wa thubutia, ajue sifa ya Mwenyezi Mungu ya thubutia na dhatia. Sasa mimi nimekwenda nimezungumza maneno tulikuwa nyinyi sifatu dhatia na thubutia mmeijua, uko na ngoja mtu anaambia shekhe sifa hizo nzipi au mwezijua labda? Tunaambia lakini manake darasa atakana ikamilike mafunzo yake. ulisema tazitaja leo kwa sababu kaacha mambo leo kwa Sasa mimi ndio hapa nafasi hii, kama kuna mtu ambaye amenini yamemgusa, manake haya maneno muhimu wake ni kwamba kuna mahali tumesema, shekhe amesema kwamba la yukbalu udhur aljahil bihadhihi sifat, hakubaliwi mtu ambaye hajui. Mtu ambaye hajui sifa hizi basi dini yake haikubaliwi. Waljahlu biha, na kukosa na kutojua sifa hizi, wewe Muislamu wa swali hujui sifa hizi, ithmun adhim, ni madhambi makubwa. Hili ni jambo la hatari hilo. Kwa hivyo nataka mtu kukamilisha darasa ufahamu kwamba mimi hili jambo silijui, afadhali niulize. Hata kama mtasema nitakuja kuzungumza swali, lakini muhimu kwa wewe, je, hatujui kama tutakutana tena. Ni muhimu mtu kuuliza maswali, lakini badala yake tumezungumza masuala mengine, ikawa ndio mada imegeuka. Sasa mimi nimeona ni afadhali turudi nyuma, turudi kwenye hizi sifa hizi. Maanake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haonekani. Mungu haonekani, lakini ana sifa zake ambazo utazijua wewe. Sifa hizo ndizo za huyu Mungu, na hashirikiani na mtu yoyote sifa hizo. Wakati ukimwomba Mungu wako, unajua unamwomba Mungu katika akili yako, wazijua hizo sifa Mungu unamwomba nani. Si tumeelewana? Kama wewe hujui hizo sifa, waomba Mungu tu kwa sababu amekuumba, hayo ni matendo yake umeyatenda. Ameumba mbingu, ameumba ardhi, ameumba wanyama, ameumba wadudu, ameumba kila kitu.
hizi si Mungu. Vitu hivi ni vitu ameviumba, ni matendo yake aliyofanya. Sasa tutaka yeye aliyefanya matendo haya ni nani? Sasa kwa kuwa haonekani na hajulikani, hakujitokeza mbele ya watu, tunamtafuta katika ana sifa gani ambazo zitakuwa hazifanani na zetu na mtu yoyote, ana zake peke yake. Ndio zinaitwa sifatu dhatia. Sifatu dhatia ni sifa ambazo za dhati ya Mwenyezi Mungu. Ukijua sifa hizo na ukawa mwabudu Mwenyezi Mungu kwa kujua sifa hizo na kwa kuhakikisha sifa hizo unazijua, ziko ndani ya mwili wako, ziko ndani ya damu yako, ziko ndani ya akili yako, ndani ya moyo wako, basi wewe huwa unamwabudu Mungu. Halafu kuna zile zingine ambazo zinamthibitishia Mwenyezi Mungu. Kwa mfano, sisi sote hapa twaona, lakini basiri ni nani? Yeye ndiye mwenye kuona. Sisi antupa tuone, antupa kidogo katika uoni wake mwenyewe, akatupa uoni wake na wewe uone. Au pengine wewe uhai huu si wako, wewe unao mkupa ule uhai, lakini uhai ni wa Mwenyezi Mungu, yanamtumikia yeye. Sifa ya uhai si yako, ni ya kwake yeye. Ya kusikia si yako. Sami'un basiru, mwenye kusikia ni Mwenyezi Mungu. Asikia dunia nzima, kelele zote, mambo yote kwa mara moja, lakini mtu kidogo usikia hapa kwa hapa. Hata mtu wa nyumba pili usikii, mtu wa kiasi kusikia. Sijui unanielewa? Sasa wewe ukiwa katika tasawuf lazima ujue hivi vitu. Kama ujue vitu hivi, wewe sufi kabila gani? Utakuwa sufi. Hata Mungu pia ujue, umjue Mungu wako. Kumbe wewe waona kwa uwezo wa Mungu, wasikia kwa uwezo wa Mungu, wazungumza kwa uwezo wa Mungu, wafanya kwa uwezo wa Mungu, lakini yaonekana ni wewe ndio umefanya. Kumbe sifa hizo si zako. Hizi sifa ndizo alipewa Adam wakati ule alipokuwa udongo, kabla hajakuwa kamili mtu. Mungu ataka kumtuma huku duniani, kitu cha kwanza alimpa ni uhai, lakini aliona ule uhai hautamtosha, manake hajui kitu, haoni kitu, hasikii. Kwa uhai ni kwa hai, kama yale majongo tunachukua kule baharini, unaona yapenduka tu, lakini hawafanyi chochote. Na Adam alipewa uhai, lakini Mungu akaona hapana, huu uhai peke yake hutosha, akampa ilmu. Akaona pia hatatosha huyu kuwa kiumbe ambaye ninamtuma duniani anashirikia, manake hasikii. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kusikia, akampa usikii wake. Akaona huyu lazima aone, akachukua uoni wake yeye Mungu akampa. Ndio tunasema thubutia, yani zinamthibitikia Mwenyezi Mungu sifa hizi ambazo tunazo sisi, si zetu. Hizi tumepewa sisi ili tuweze kufanya kitu chochote tunachotaka. Tumepewa kudra, tumepewa irada. Taka kitu ukataka jambo fulani, ikawa wewe walitaka. Mshoni. Sasa hizi ni thubutia, lakini sifatu dhatia ambazo ni dhati yake Mwenyezi Mungu ni zingine ambazo hizo hashirikiani na mtu. Hizi kama tulivyosema, macho tutashirikiana kuona, yeye watuona, sisi tutaona, yeye watusikia na sisi tutasikia kiasi, lakini tunafanya kiasi fulani cha kufanya. Yote hizi ni sifa za Mwenyezi Mungu, lakini hizi zaitwa thubutia. Malaki sifa hizi japo wazifanya wewe, waona wewe, wategeza wewe, lakini zamthibitikia nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio katika hizi kaitwa thubutia.
Sasa tuzungumze juu ya sifatu dhatia, sifa ambazo ni za dhati ya Mwenyezi Mungu, hashirikiani na mtu yoyote. Hakuna mtu anashirikiana na Mwenyezi Mungu. Na ukiwa wewe ni sufi, wewe ni lazima ujue sifa hizi. Maanake wewe waomba Mungu, utamwomba kwa sifa zake, maana yeye haonekani. Sijui tumeelewa? Yeye haonekani. Sasa ukitaka kumwabudu kwa sifa yake ambayo hashirikiani na mtu, ya kwanza ni al-wujud. Wujud ni kuwepo, kwamba Mwenyezi Mungu yupo, ingawa sisi tupo, lakini uwepo wetu sisi si kama uwepo wake. Maanake yeye alikuwepo kabla, na watu wengi walikuja wakawepo wakaondoka. Huyo akaja, wafalme wameondoka, masharifu wameondoka, mawalii wameondoka, yeye haondoki. Kwa hivyo uwepo wake ni tofauti na wetu, wake haukatiki wala haubadiliki. Wale waliokuwepo wote wameondoka. Hata Mtume Muhammad alikuwepo hapa, naye ameondoka, lakini ya Mwenyezi Mungu bado yuko tu. Kwa hivyo sifa hii hana mtu yoyote ila ana yeye Mwenyezi Mungu. Shukrani. Sifa hii ya kuwepo, sisi tuko kwa ajili yake, yeye ametaka tuwepo. Ndio, sisi tuko kwa ajili yake, yeye ametaka tuwepo, tumekuwepo, na kila kilichoko kipo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ametaka. Lakini uwepo wake yeye ni ule ambao usiokwisha. Hivi vitu vyote, vitu vyazeeka, vyaharibika, vyaondoka. Binadamu anaondoka, wanyama wanakufa, kila kitu. Basi kaendelea hivi hivi, atabakia mwenyewe peke yake siku zote. Kwa hivyo sifa hii nataka mtu aiweke ndani ya akili yake, akijua kwamba Mungu yupo wakati wote, yupo, na kuwepo kwako ni kwa ajili yake yeye. Kama si kutaka wewe kuwepo, utakuwepo. Nafikiri tumeelewana. ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. حياك.